na kwaya ikishamaliza, basi Reverend Mike Masai, tafadhali utakuja utupe neno kwa kifupi, na vile vile utakapomaliza tu kiongozi mmoja mwenzio atatupa maombi jumlifu ya shughuli nzima. Asante. Asante. Mchana wa leo na wageni wetu wote ambao wamefika hapa siku ya leo, na wasalimu katika jina la Yesu. Nachukua muda mfupi kuweza tushiriki pamoja neno la Mungu, neno ambalo ni la kutupatia tumaini katika maisha, licha ya kwamba kuna jamii ambao wanaomboleza, lakini neno la Mungu tu linaweza kutupatia tumaini katika maisha. Kwa hivyo mtaniruhusu niweze kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wake wa 31. Nitasoma mstari wa 6. Vile mmeambiwa, majina yangu ni Reverend Chief Inspector Mike Masai kutoka kitengo cha upelelezi wa jinai. Asanteni, wacha nisome. Be strong, samahani nita Biblia Kizungu lakini nitatafsiri baada ya kusoma. Be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Wakati ambao tumekuja kwa pamoja nafasi kama hii, tuko na jamii ambao vile tumeweza kusomewa hapa citations na wakubwa wetu, tumetambua ya kwamba ni hivi majuzi tu kwa mwaka huu tumeweza kupoteza wenzetu, na kwa hivyo jamii zingali katika hali ya kuomboleza. Nimekuja kukuambia familia, officers wenzetu na wote ambao tumekusanyika hapa siku ya leo, niwaambie kwamba nimewaletea neno la tumaini. Mambo yote yanapotendeka, tukeuke na tuweze kumwangalia Mungu, maana yeye ndiye ako na suluhisho
katika matatizo, katika mashida, katika machungu, katika mambo yote ambayo mwanadamu anapitia. Kwa hiyo Biblia ikatuambia kwamba muwe na nguvu na muwe watu walio hodari. Unaweza kuniuliza mchungaji, unatuambia tuwe na nguvu namna gani ili hali tumeomboleza? Neno limetuambia kwamba msiogope. Katika hali zote ambazo tumeweza kupitia kama jamii, kama officers ambao tumefanya kazi na wenzetu, neno la Mungu limetuambia kwamba msiogope wala msiwe na hofu. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Bwana mwenyewe ndiye ako pamoja nanyi. Jamani, kama Mungu ametuhakikishia kwamba ako pamoja na sisi hata katika wakati ambao ni mgumu, tunajua kwamba katika hali ambayo ni ngumu Mungu ako pamoja nasi. Ametuambia kwamba mimi ndiye nitaweza kuenda safari yote nawe mpaka mwisho. Yamaanisha licha ya kwamba unaangalia school fees ya watoto, unaangalia huenda kodi ya nyumba, unaangalia huenda madeni kadhaa hujalipa, unaangalia huenda hauna kazi, unaangalia huenda biashara zimerudi chini, lakini nimekuja kukuambia hivi tena neno la tumaini ya kwamba usiogope, maana Mungu ako pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoangalia katika kitabu cha Ayubu mlango wake ni wa 14 mstari wake wa 7, Biblia inasema hivi: For there is hope, kuna tumaini. Niko nazungumzia juu ya tumaini kwa dakika 5 ambazo niko nazo. Jamani, kuna tumaini. There is hope for a tree if it is cut down, it will sprout again, and its tender shoots will never cease. Hallelujah. Kuna tumaini. Tumesomewa hapo kwamba kuna wenzetu 37, if I'm not wrong, ambao waliweza kuwaka dunia. Jamani, nimekuja kuambia jamii, there is hope for a tree if it is cut down. Kama mtu umekatwa, kuna tumaini. Na kuna jamii ambazo tumeachwa na watoto, kuna jamii ambazo tumeachwa na wapendwa wenzetu. Biblia inatuambia kwamba kwa huo mti ambao umekatwa kuna tumaini, maana itachibuka tena. Na hiyo machibuko hiyo tender shoots ambazo zinainuka, Biblia inasema ya kwamba hazitakoma. Kwa hivyo kama hazitakoma, kuna tumaini katika maisha haya. Jamani, tuko katika hali ngumu, lakini there is hope. Bwana Yesu asifiwe. Nikimalizia ili niweza kukaa chini, Zaburi 68 and verses number 5. Hii inazungumzia jamii ambao tumekuja hapa siku ya leo. Ninapoangalia katika hayo majina, wenzetu walioaga ni wanaume peke yake. Yamaanisha waliwacha jamii ambao walikuwa nyuma. Biblia inasema hivi: Mungu wetu yeye ni baba wa mayatima. He's a father to the fatherless and a defender of the widows. In God, in his holy habitation. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni baba wa mayatima. Unaweza kuona, angalia watoto wako na shangaa hao watakuwa namna gani. Umekuja kwa ibada hii ya leo na nakuambia hivi, mtazamia Mungu. Yeye ni baba wa mayatima na yeye ni defender. Sorry? Mtetezi, asante. Yeye ni mtetezi wa wajane. Wajane wanapitia hali ambayo ni ngumu sana mno. Lakini katika hiyo hali ngumu, dada yangu, na kutia moyo, muangalie Mungu. Mambo yanapokuwa magumu, wacha kuangalia wanadamu. Mambo yanapokuwa magumu, wacha kuangalia bank account. Mambo yanapokuwa magumu, wacha kuangalia jamii. Macho yanapokuwa magumu, inua macho kumwangalia Mungu. Yeye ambaye mtetezi wa wajane. Yeye nashangaa kwa Biblia, wanaume wanapoteza wake wao, lakini to men it is silent. Maybe when we get to heaven tunaweza kuuliza swali siku moja. Lakini
Mungu alikuwa anaangalia hali kama hii, akajua kwamba siku kama hii kuna wajane watakuwa hapa, ndipo ile neno limekuja. Yeye ni Bwana, ni mtetezi wa wajane. Mungu awabariki, Mungu awatie nguvu, Mungu akawasaidie kwa safari hii. Machozi uliyoyatoa siku hiyo itakuwa ni machozi ya mwisho. Kama kuna chozi linatoka katika macho yako, wacha liwe chozi la furaha, wacha liwe chozi la kushukuru Mungu, wacha liwe chozi ya kumwambia Mungu asante, lakini lisiwe chozi la huzuni, lisiwe chozi la manunguniko, lisiwe chozi la machungu ndani ya moyo. Mungu awabariki na Mungu awatende mema. Na mwalika mwenzangu Father Gerald Wanjara ili aweze kuja kutufanyia maombi na tutaweza kubarikiwa na Bwana Yesu. Mungu awabariki, awapee safari njema mnaporudi, na Mungu awatende mema kwa jina la Yesu. Father, karibu. Kwa huo ujasiri na matumaini kwake Mwenyezi Mungu, basi kwa pamoja tuombe familia zilizoachwa na maafisa wao wa polisi na pia wale wa